Shiriki neno la Bwana na Bwana ataweza kutubariki asubuhi ya leo. Kwa majina yangu naitwa Pastor Frederick Mwendwa. Nimetoka pande za Mathare North hapa Nairobi, na kanisa linaitwa Christ Dominion Ministries, na pale tunabarikiwa na Bwana na tunashukuru. Pia nishukuru viongozi na wamiliki wa TV station hii ambayo imetualika mahali hapa Songo TV, na kwa sababu ya Mungu kuwasaidia na kutupa hii nafasi ili tukaweze kufikia watu wengi kupitia Injili, na ninajua ya kwamba watu wataweza kufikiwa na kukombolewa kupitia neno la Bwana asubuhi ya siku ya leo. Kwa hivyo ningetamani tukaweze kusoma maandiko, kisha tutaweza kuomba ili tukaweze kuingia katika neno la Bwana na tutaweza kubarikiwa na Bwana. Kumbuka tuko katika msimu ambao ni wa Pasaka, msimu ambao watu wanasherehekea Yesu Kristo katika shughuli zake za uokoaji, kwa sababu sa Pasaka tunasema yote ni shughuli za uokoaji wa maisha ya mwanadamu. Na ninajua ya kwamba utapata kitu asubuhi ya siku ya leo ambacho kitakutia nguvu katika imani, kwa wale ambao tuko katika imani moja ndani ya Kristo Yesu. Nataka tusome maandiko katika kitabu cha Luka 24 na tutaweza kubarikiwa na Bwana. Maandiko inasema ya kwamba ukianza ule mstari wa kwanza, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambasuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioyaweka tayari. Mstari wa pili unasema wakalikuta lile jiwe limeviringirishwa mbali na kaburi, wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifundifundi hata chini, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa angaliko Galilaya, akisema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Wakayakumbuka maneno yake, wakaondoka kaburini, wakarudi wakawaarifu wale 11 na wengine wote habari za mambo hayo. Nao ni Mariamu Magdalene na Yohana na Mariamu mamaye Yakobo na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. Basi tushukuru. Baba mtakatifu, kupitia jina la Yesu Kristo tunasema asante ni kwa sababu ya siku hii njema ambao Bwana umetupatia kuwa mahali hapa ili tukaweze kueneza neno lako katikati ya mataifa. Tunakushukuru Mwokozi kwa kuwa kuna Mungu wa kufananishwa na wewe. Asante ni kwa sababu Mungu, kupitia neno lako kuna watu wanaenda kukombolewa, kuna wengine wanaenda kubadilishwa, na kuna wengine wataenda kutiwa nguvu ya kuendelea. Hivyo twasema asante Mungu wetu. Asante pia ni kwa sababu ya radio station hii na pia hata TV station hii ambao Bwana umeiweka kwa kusudio lako. Hivyo Bwana tunaiombea baraka zako na kuwaombea hata wamiliki na viongozi, Bwana wakaweze kuinuka viwango kwenda viwango zingine. Asante pia ni kwa sababu ya nafasi hii, unitumie kama chombo tu kuleta mapenzi yako na neno lako katika masikio ya watu wako, ili Bwana wakaweze kusikia neno lako na kutiwa nguvu na kumbadilisha njia zao. Na Baba, wakatiwe nguvu hata katika safari hii ya imani. Inuliwa Mwokozi, kwa kuwa kuna Mungu wa kufananishwa na wewe. Asante Yesu kwa sababu unaenda kuongea nasi na unaenda kututia nguvu, na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini.
na mtu aseme amen. Basi niseme ya kwamba ni asubuhi njema mara tena ambao Bwana ametupatia kuwa mahali hapa, na niseme ya kwamba nataka nizungumze kwa kifupi sana kuhusu Yesu Kristo, na ujumbe wetu unasema ya kwamba amefufuka. Ujumbe wetu unasema ya kwamba amefufuka Yesu Kristo. Niseme ya kwamba tunapoongea sasa hivi Yesu hayuko tena katika wafu, na niseme ya kwamba ni vizuri uelewe ya kwamba Yesu hajafufuka leo tu. Yesu hajafufuka, alifufuka. Kile tunafanya tu ni ukumbusho ya kwamba amefufuka. Ni kwa sababu Yesu alifufuka kitambo na ako hai. Lakini vizuri wakati mwanadamu anakaa maisha ya kukumbushwa, mwanadamu huwa anasahau kwa sababu ya mambo ya ulimwengu, na mwanadamu ameumbwa wa kusahau. Mwanadamu si Mungu, anaweza akasahau kwa sababu ya maisha na shughuli za kila siku. Lakini nimekuja asubuhi ya leo nikukumbushe, nikwambia kwamba Yesu yuko hai. Yesu hayuko kaburini, my brother, my sister. Yesu hayuko kaburini. Yesu yuko hai na anatawala katika maisha yetu. Unaona vile Yesu alikamatwa. Tunaposherekea msimu huu, Yesu alikamatwa, Yesu aliteswa, na hiyo yote ilitokea ni kwa ajili ya maisha yetu. Lakini kile ambacho kinanifurahisha ni kwa sababu Yesu baada ya yale mambo yote alifufuka. Hakukaa katika wafu, kwa sababu Yesu hakuwa Mungu. Hakuwa kama mwanadamu. Yesu alikuwa ni Mungu. Hakuwa kama mwanadamu. Kwa hivyo alikuwa na nguvu kupita uweza wa kimwanadamu, kwa sababu mwanadamu akifa huwa anaenda kaburini na hafufuki tena. Lakini Yesu alipokufa alifufuka. Yesu alipoingia kaburini alifufuka. Hakuweza kukaa pale, alikaa tu kwa siku 3, lakini siku ya 3 alifufuka na akawa hai. Leo hii tunapoongea, Yesu yuko hai na anatenda kazi katika maisha ya wanadamu. Leo hii tunapoongea, Yesu yuko hai na anafanya kazi katika maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo asubuhi ya siku ya leo, my brother, my sister, nataka niseme ya kwamba kama vile Yesu amefufuka na kama vile Yesu anaishi, hivyo ndivyo uhai uko ndani yako. Kwa sababu mwanadamu ambaye ana Mungu, mwanadamu ambaye hajampokea Yesu Kristo kuwa mwokozi katika maisha yake, yule mwanadamu tunamhesabu kama yule ambaye hayuko hai. Ni kwa sababu baada ya kufa kwa mwanadamu hakuna maisha mengine atakaa, isipokuwa yule ameokoka ndiye atapata uzima wa milele. Wale wengine ambao watamkataa Yesu, Biblia inasema ya kwamba hao wataenda jehanamu ya milele. Kwa hivyo mwanadamu ambaye ana Yesu ndani yake hana uhai. Ni kwa sababu yule ambaye amempokea ako na uhai na ako na uzima wa milele na milele. Jina la Bwana lisifiwe. Basi amini ya kwamba Yesu Kristo alikufa na aliteswa na akafufuka tena ni kwa ajili ya maisha yako, my brother, my sister. Ni kuambia kwamba Yesu angekuwa alikufa na akakosa kufufuka, basi kama Wakristo tunaoamini ndani ya Yesu Kristo hatungekuwa na ule uwezo, hatungekuwa na kile kitu cha kujivunia. Lakini Yesu Kristo alipoenda kaburini, baada ya siku 3 alifufuka, na leo hii tunapoongea anaishi milele na milele. Ni vizuri kuelewa ya kwamba pia Mungu alifanyika mwanadamu ili aje katika ulimwengu na ule mfano wa mwanadamu, akaokoe mwanadamu kutokana na dhambi yake. Kwa nini Yesu alikufa? Yesu alikufa ni kwa sababu mwanadamu alitenda dhambi. Kuna ile dhambi ambayo ilitendwa na Adamu na Eva, tunaita dhambi ya asili, sinful nature, ambayo ile dhambi ilifanywa na kila mwanadamu anapozaliwa. Bora tu umezaliwa na mwanamke, Biblia inasema ya kwamba yule tu amezaliwa na mwanamke, yule mtu ako na ile dhambi. Haijalishi umezaliwa na nani. Unaweza kukuwa umezaliwa na bishop, hata kama umezaliwa na bishop, wewe mtoto, bora tu umezaliwa katika ulimwengu, kuna dhambi iko ndani yako, na ile dhambi tunaita dhambi ya asili, dhambi ambayo ilifanywa na wazazi wetu wa kwanza. Na hiyo dhambi Yesu alikuja ili akaweze kuiosha, ili mwanadamu akafanyike, na ule mpango wa Mungu ulikuwa mpango wa kwanza wa kukaa katika ushirika na mwanadamu ukaweze kurejea tena. Kumbuka katika shamba la Edeni, mwanadamu alipotenda dhambi alitengwa mbali na Mungu na akakaa mbali. Sasa Mungu akatafuta njia ya kumleta mwanadamu karibu tena ili ushirika ukaweze kuendelea. Walikuwa wanashiriki pamoja, walikuwa wanashiriki masaa ya jioni na mwanadamu, lakini
mwanadamu alipokosea mbele za Mungu, akatupwa mbali na uwepo wa Bwana, na Mungu kwa sababu aliupenda ulimwengu akatafuta njia ya kumleta tena mwanadamu karibu na yeye, na ndipo sa Mungu akamtoa Yesu Kristo mwana wake wa kipekee pale msalabani, ili ave ni kwa sababu ya dhambi zetu, ili have ni kwa sababu ya dhambi ya mwanadamu. Kwa hivyo mwanadamu ambaye amezaliwa tu katika ulimwengu huu, kuna dhambi huwa iko ndani yake, kuna dhambi huwa iko ndani yake. Hainjalishi hata kama hanjatusi mwanadamu, hainjalishi kama hanjaibia mtu, hainjalishi hata kama hanjaua, lakini mwanadamu ameumbwa na dhambi ndani yake. Anapozaliwa anazaliwa na ile dhambi ambayo ilikuwa ni dhambi ya asili. Kwa hivyo kile nasema asubuhi ya siku ya leo, ni vizuri ujue ya kwamba Yesu amefufuka, na alikufa na akafufuka, na leo hii ako hai. Ako hai ili ikaweze kututia nguvu ya kwamba kuna matumaini ya kuishi tena, kuna matumaini ya kuishi tena. My brother, my sister, Yesu akufa msalabani na akakufa na akapotea. Hapana, alikufa akatuokoa na akarejea tena. Na kumbuka, ni vizuri uelewe ya kwamba Yesu alikufa kama mwanadamu, akufa kama Mungu. Why? God is a spirit, na roho haiwezi kukufa. Roho haiwezi kukufa. Mwanadamu wa kawaida anaweza kufa, lakini roho haiwezi ikafa. Ndio maana unapata ya kwamba kuna watu huwa wamekufa na baadaye hata watu ambao hawajaokoka. Mwanadamu wa kawaida akifa, unaweza ukasikia watu wakisema ya kwamba nalitembelewa na roho yake, na wengine wanasema wakati wa usiku nilikuwa nimekutana na shushu, nilikuwa nimekutana na babu, alinitokea katika roho. Ni vizuri uelewe, roho haikufi. Kwa hivyo Yesu akufa kama Yesu, akufa kama Mungu. Kumbuka Yesu alikuwa ni Mungu 100% na alikuwa mwanadamu 100%. Kwa hivyo Yesu akufa upande wa Mungu. Why? Kwa sababu ilikuwa ni roho. Kwa hivyo Yesu alikufa upande wa mwanadamu, na alikufa ili akaweze kukomboa maisha ya mwanadamu. Na leo hii ndio maana tuko na uhuru kwa sababu tumekombolewa. Now, and we are free to speak the gospel. We are free to preach the gospel all over the world, kwa sababu tumekombolewa na tuko na ile nguvu ya kwamba aliyetuokoa anaishi tena. Aliyetuokoa anaishi tena. My brother, my sister, nimekuja nikuambia kwamba mahali popote unapotazama redio hii ya Sonko, nikuambia kwamba Yesu yuko hai na anaokoa. Yesu yuko hai na anabadilisha. Kwa hivyo kama haujabadilisha njia zako siku ya leo, msimu huu tunasherehekea wa Pasaka, kabla uishe, badilisha njia zako na utoke katika ulimwengu na uingie katika ulimwengu mwingine wa kukaa ndani ya Kristo Yesu, na maisha yako haitambaki kuwa vile tena. Ni kwa sababu Yesu akufa tu, lakini alikufa kwa kusudio la kuokoa maisha ya mwanadamu. Na alipoanza safari hii alipitia mazito sana, aliteswa. Vile alisema ya kwamba aliteswa ni kwa sababu ya maisha yetu, alisulubishwa ni kwa sababu ya maisha yetu. Yeye hakuwa na kosa lolote, lakini hiyo yote imefanyika ni kwa sababu yetu. Wacha nikuambie kitu kimoja, kwa sababu najua muda umesonga, lakini kuambia kwamba hakuna mwanadamu anaweza kufa ni kwa ajili ya mwanadamu mwingine. Hata ukiuliza mwanadamu leo ave, ni kwa sababu ya mwanadamu mwingine atakataa. Na tukawa tukizungumza na mahali, na nikawa nikiambia wapendwa, hata leo hii mzee ameoa ama mama ameolewa, na itokee kusemekana lazima mmoja ave ili mwingine akaweze kumbaki, hakuna mtu atakumbali kufa. Kila mtu atakataa. Mama atasema hapana, siwezi nikafa kwa sababu watoto watabaki wakihangaika. Mzee naye atasema ya kwamba hapana, I'm the provider of the family, so siwezi nikikufa watoto watasoma, so mama wewe kufa. Mama naye anasema ya kwamba vile natunza watoto huwezi tunza mzee, wewe ondoka, mimi nitajipanga na watoto. Hakuna mtu anaweza kumbali kufa ni kwa sababu ya maisha ya mtu mwingine. Lakini Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya dunia mzima ili tukaweze kukombolewa. Yesu Kristo alikufa ni kwa sababu ya dunia mzima ili tukaweze kukombolewa. Kwa hivyo kama Yesu alijitoa na makosa haikuwa yake, na akasema ya kwamba mimi nipo hapa, nitaokoa maisha ya mwanadamu, kwa nini my brother, my sister, usikumbali huyu Yesu akuokoe wakati kama huu? Kwa nini usikumbali huyu Yesu ambadilishe maisha yako wakati kama huu? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu yuko tayari kukuokoa. Damu inatiririka, bado damu iko fresh, inatiririka, inataka kuokoa mtu asubuhi ya siku ya leo, inataka kubadilisha mtu asubuhi ya leo, ikuondoe katika anasa, ikuondoe katika kalahana, ikuondoe katika maneno ya wanadamu yaliyokufunga, kwa sababu amefufuka.
niseme ya kwamba ukimpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako itabadilika na itakuwa ya kitofauti. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka niongee na wewe mahali ambapo unatazama, mahali popote unatazama TV station hii ya Isongo, ni kuambie ya kwamba Yesu amefufuka, na usikumbali kumbaki ukiwa umekaburini. Nimekuambia kama hauna Yesu ndani yako, wewe ni yule ambaye ni kama ako kaburini. Ni kwa sababu pasipo Yesu hatuna uhai, hatuna uhai kabisa. Kwa hivyo ni vizuri usikubali kumbaki katika kaburi la kuonewa. Unajua, unaweza kuwa unatembea lakini katika ulimwengu wa kiroho you don't survive. Hauwezi ukaendelea na uendelei tena ukiwa hauna Yesu ndani yako. Nataka nikuambie, kumbali Yesu na atakuokoa. Jamii yako itakombolewa na kile ambacho kimekufa. It is my prayer this morning, kitaenda kufufuka tena. Kile ambacho kimekufa, iwe ni biashara, iwe ni jamii. Kuna watu jamii imeisha. Niseme ya kwamba asubuhi ya siku ya leo, kama vile Yesu yuko hai, hivyo ndivyo maisha yako itafufuka. Hivyo ndio biashara yako itafufuka. Hivyo ndio kazi yako itafufuka. Hivyo ndivyo amani yako itapatikana tena. Kile ambacho kilikuwa kimepotea, ni maombi yangu ya kwamba Bwana anaenda kukirejesha kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hakutakuwa majuto tena, hakutakuwa machozi tena. Kuna mtu amelia kwa muda mrefu, kuna mtu ameonewa kwa muda mrefu, kuna mtu anashindwa nitafanya nini. Haya maisha yamekuwa mangumu, lakini nimekuja nikuambia kwamba weka matumaini kwa Yesu Kristo. Huyu Yesu alikufa na watu wakasema imekwisha. Waliomweka kwa kaburi wakasema ya kwamba imekwisha. Wakasherehekea ushindi wake, wakasherehekea kutamatisha kile ambacho walikuwa wamepanga. Hawakujua ya kwamba kumbe huyu Yesu si mwanadamu, siku moja atafufuka. Walishangaa kuona amefufuka na anaendelea kuhubiri Injili. Hivyo ndivyo Bwana anaenda kufanya maisha yako. Wale walidhania ati umeisha, wale walidhania ati hautaenda mbali katika mambo yako, it is my prayer this morning, Bwana akakupatie kimbali na usonge viwango katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni kwa sababu Mungu si kama mwanadamu, chochote amesema yeye anatenda. Maandiko yanasema ya kwamba walipokimbia wakaenda kaburini, wakaenda wakaangalia, wakapata ya kwamba hayupo ndani ya kaburi. Wakashangaa ameenda wapi? Hata wao wenyewe hawakuamini ya kwamba, walikuwa wamesahau. Hawakuamini ya kwamba aliwaambia siku ya 3 kaburi haitaweza kuvumilia, itamwachilia ili akaendeleze kufanya kazi yake. Wakaangalia wakapata hayupo, wakaanza kufadhaika. Pale kukatokea watu wawili, kwa nini mnatafuta aliye hai katikati ya waliokufa? Na hiyo inanitia nguvu sana. Kwa nini mnatafuta aliye hai kwa wale wamekufa? Kuna watu wanakutafuta katika sehemu, kuna watu wamekuzoea tu, wanajua yule fulani, wanajua fulani tu anakuanga hivi, wanajua maisha yake yako hivi. Lakini kuambia kwamba siku ya leo, kama vile Yesu amefufuka, hivyo ndivyo maisha yako yatafufuka, hivyo ndivyo kazi yako itafufuka, hivyo ndivyo ndoto zako zitafufuka, na watakutafuta mahali walikuacha, hawatakuona tena. Ni kwa sababu Yesu Kristo ameingia na amekutia nguvu, amekuinua katika imani na amekuwezesha kusimama tena katika ushindi wako. Kwa hivyo asubuhi ya siku ya leo, mimi nakwambia tumpokee Yesu kama mwokozi wa maisha yako, my brother, my sister, na ataenda kukutia nguvu, ataenda kukuinua. Nasema mara tena, yuko hai Yesu, hayuko kaburini tena. Yuko hai Yesu, hayuko kaburini tena, my brother. Yuko hai tena, hayuko kaburini. Leo hii anaishi, leo hii anaokoa, leo hii anaokoa. Walidhania wamemalizana na yeye, walidhania amefika mwisho, walidhania hatasikika tena, lakini alikuwa ni Mungu Yesu Kristo. Kwa hivyo hawangeweza kumzuilia kama vile Yesu hakuzuiliwa. Nawe asubuhi ya leo nataka nitangaze ya kwamba hautazuiliwa katika jina la Yesu. Hautazuiliwa. Ndoto zako hazitazuiliwa, maono yako haitazuiliwa, unduma yako haitazuiliwa. Ni kwa sababu gani? Yesu yuko hai, na akikushika mkono utatoboa. Akikushika mkono hakutakuwa mlima mbele zako. Akikushika mkono utashinda kila aina ya vita. Akikushika mkono hakuna magonjwa yatakulemea. Ni kwa sababu yeye ndiye Mungu na yeye si mwanadamu. Anajua kila kitu kuhusu maisha yako. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka nikushawishi
ya kwamba mpokee Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Alikufa ni kwa sababu yako unayenitazama. Alikufa ni kwa sababu yako unayenitazama. Alikufa ni kwa sababu ya maisha yako, ili ukaweze kupata uhai tena baada ya uhai huu. Hapa duniani tunakaa lakini kwa muda. Hapa duniani hatutandumu hapa milele yote. Mwanadamu amewekewa kuishi tu, na baada ya kuishi ni kufa, na baada ya kufa mwanadamu atatokea katika kiti cha hukumu. Kwa hivyo mwanadamu hajawekwa duniani aishi milele. Na tunapotamatisha, nataka nikuambie ya kwamba badilisha maisha yako, badilisha maisha yako. Nataka niombe na watu, ni kuombee tu wokovu mahali huko. Kwa hizo dakika 2 ambazo zimebakia 3, ni kuombea wokovu mahali huko. Unaweza kuwa umesikia hii neno na umejua ya kwamba Yesu anaweza akaokoa. Nataka tu nikuombee mahali huko. Nataka nikuombee. Funga tu macho yako na uombe maombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nisamehe dhambi zangu na uniokoe. Kuanzia leo Bwana nisamehe, futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo Baba, nimeokoka na kuamini. Amen, amen. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu mahali uliko, na ukaweze kusimama katika imani tena, na unjue ya kwamba Yesu yuko hai na anaishi tena. God bless you, God bless you, God bless you. Amen. God bless you so much. Amen. Nilikuongezea dakika 10. Amen. Lakini bado umemaliza, si mbaya. Amen. Tutakuja next time. Amen. Thank you. Thank you. Unaweza salimia tena mtazamaji huko? Yes. Umwambie, unajua wamezoea akina Basweti, Pastor Basweti. Yeah. Sasa leo wamepata mdo mwingine ambao si lugha yetu. Amen. Unaweza kawasalimia, tuambie kanisa yako. Yes. Na labda useme neno moja juu ya Easter. Okay. Sawa sawa. Nasema hivi, tuko pale Mathare North, kanisa inaitwa Christ Dominion Ministries. Tuko chini ya Bishop ambaye anaitwa Jonathan Kitavi, Christ Dominion Ministries, na tunabarikiwa sana tukiwa pale. Nataka tu niseme ya kwamba Songo TV, Mungu awabariki sana na Mungu awatie nguvu na muende mbali. Musikike tu hata si Kenya peke yake, inji za ng'ambo. Ni kwa sababu mna value neno la Bwana, na hiyo ndiyo siri kubwa. Kwa hivyo niseme ya kwamba God bless you, God bless you. Na niseme ya kwamba nataka tu nisalimie watu 2 watatu, nikianza na familia yangu na wote. Nisalimie wote. Thank you. Nisalimie familia yangu, mke wangu anaitwa Fred. Tunashiriki na yeye pale kanisani, ananisaidia kazi na tunafanya kazi vizuri. Niseme asalimike sana. Kuna kijana yangu anaitwa Victor, hiyo ni kijana mkubwa. Aliniambia nimsalimie, hata sasa anaangalia. Aliniambia nimsalimie, nilitoka kwa nyumba na akaniambia wamewakisha runinga. Salimika sana. Tuko na Emmanuel, kijana mdogo, Mungu akubariki. Pale kanisani tuko na viongozi ambao nitasalimia 2 ambao ni kiongozi wa wamama anaitwa Mama Princess. God bless you. Tuko na chairman ambaye anaitwa Deacon David Kaleli. God bless you so much. Na Mungu akawatie nguvu. Na nisalimie pia rafiki yangu ambaye ni mchungaji Reverend Baswet John. God bless you mahali popote ulipo na akutie nguvu ili tukaweze kuendelea na mbele. Niseme msimu huu wa Pasaka tuutumie vizuri. Msimu huu Pasaka ni msimu wa kusherekea, sio msimu wa kwenda katika starehe za dunia. Ni msimu wa kutafakari ukuu wa Bwana. Ni msimu wa kuchukua nafasi pamoja na Mungu na ukaweze kushuhudia makuu ya Bwana. So tafuta mahali siku ya leo, shiriki kanisani, enda uombe na unjue ya kwamba Yesu yuko hai na amefufuka na anaishi tena katika jina la Yesu. So God bless you. God bless you. We meet next time. Amen. Amen. Thank you my sister. Ni wakati wa kukumbuka kuwa Yesu alisulubishwa na pia akaweza kufufuka na anaishi. Yeah. So Yesu amekuanga, ni sisi sasa tunakumbuka. Sisi ndio tunakumbuka. Yesu anakuanga kwa sababu Yesu ni Mungu na alikuwa pale mwanzo na yuko. Na kuna wale wanawake 3. Yeah, kuna wale wanawake. Unaweza tuambia neno gani kuhusu wanawake? Hao wanawake walikimbia pale na wakatazama na wakaangalia, wakapata pale hakuna mwili. Hao walikuwa devoted, walikuwa na ule moyo. Ni vile hawakujua siri hii ya kwamba kumbe Yesu hayuko hapa mahali tunaenda. Lakini nasema ya kwamba hao ni watu ambao walikuwa maana sana. Ni kwa sababu walikuwa mawazo yao na akili zao zilikuwa zinamtazamia Yesu Kristo. Na walikuwa
wakaamka mapema ili wakaende wakaangalia na wapeleke manukato yao pale. Kwa hivyo niseme ya kwamba sisi kama Wakristo tukuwe na moyo wa kutaka sana kujua kila dakika Mungu anataka tufanye nini. Walikuwa na moyo wa kutaka kujua, na huyu Yesu wetu aliondoka, na walikuwa na imani ndio maana waliamka na wakaenda. Na sisi tuko na imani ndio maana tuko hapa pamoja na Yesu Kristo tukishangilia ukuu wake. Asante sana. Labda unaweza ukaambia namba yako tukikaribisha Basweti asalimie watu kwa sababu ni siku ya Pasaka. Kwanza nishukuru kabisa na nikushukuru my sister Diana, God bless you. God bless you. Niseme ya kwamba namba yangu ya simu ukitaka kunifikia ni 0718 811 314. 0718 811 314. Na Mungu atawabariki sana. Sasa ukienda kanisani wasalimie. Basweti ni kama tasalimiana baadaye kwa sababu tuko na producer mmoja huko. Amen. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. Sasa. Thank you. Amen. Bye. Sasa umwanchito murigeria bono kwa nyorire ngaitiringana rinye sahe nande kwa gure genteke nenkiringa Yesu Kristo na rero nari no nyena story kuri ni gotukumunyora ekera tugukwanira mangana Easter Friday, Good Friday, manchito murigeria twa tukumwoya Yesu Kristo ekiagara nero tukwereta so musaraba igongano cia sore twatebanga ene kiabune nkoro yago